Wewe. Nimekuita hapa kwanza kabisa naomba unisamehe. Kikweli nimekukosea sana. Tena zaidi ya sana. Lakini sio mimi. Ni moyo wangu ulikuwa unanisukuma nifanye hivyo. Kikweli nilishindwa kabisa kujizuia. Nilishindwa. Ila mwisho wa siku nimekutana na Sama akaniambia kila kitu. Kweli jamani, mbona unifanyia kusudi wewe mtoto ni wa aina gani? Mama, hizo mada hata hazina umuhimu hapa. Hebu niambie ile simu ya juzi iko wapi? Unataka ya nini? Sasa mimi si nimekuuliza. Ya nini? Ile simu ya juzi iko wapi? Maana uliniambia iko ndani, si ndio? Mama, usichokijua janja zako zote nazijua. Alafu watu ambao unazungumza nao wewe na mimi ndo marafiki zangu. Hivi mama, tufanye mimi na Mbombo tumeachana. Wewe unapata nini? Mtaendelea kuishi maisha haya mpaka lini? Kila siku naongea wadogo zangu. Mnapata tabu. Mimi nipo. Nyumba yetu ipo. Kumwangaikia mtu ambaye hajielewi na wala jitambui, tayari hana upendo tena na ndugu yetu. Amemsaliti na kumwacha hapo. Naeleza rudini nyumbani basi tuendelee tufanye maisha hapa, amuelewi. Basi kama inakuwa ni ngumu kwa namna hiyo, tujue kitu kimoja tu. Mrudi, tuje tukae wote hapa tufanye maisha, mambo mengine yaendelee. Yule bwana yake atakuja kumletea talaka huko nyumbani kama ameona amemshindwa ndugu yetu. Au unaweza kaniambia labda ni kitu gani kingine tena ambacho umeshauriana na dada yako na umeamua kuja kuniambia hapa? Dada kanituma, kanambia nije kwa kaka nikwambie kwamba tusaidie hata hela chakula. Ndogo wangu, mnafahamu wazi mimi mambo yangu hata bado hajajichanganya kabisa. Kipato nilicho nacho mimi bado ni kidogo. Lakini bado mnashindwa kujua tu. Kwa hiyo mnakuwa na vichwa vigumu, mnashindwa kuelewa kwa nini? Kwa hiyo mnashindwa kunihurumia na mimi. Wakati mnajua kwamba kipato changu bado hakijachanganya. Mambo yangu bado hayajawa vile ambavyo yanatakiwa yawe. Sasa naomba nikuagize kitu kimoja. Nenda kamwambie dada yako. Kaka amesema tufungashe mabegi yetu turudi nyumbani. Habari za kula na mambo mengine madogo madogo nikiacha hata 500 asubuhi najua tunagawana vipi. Nenda kamwambie hivyo. Akishindwa yeye, wewe rudi nyumbani. Hapana kaka, siwezi kuja nyumbani. Kwa sababu nikikaa hapa nikimwacha kule na sasa hivi anapitia wakati mgumu sana, na ukiangalia msaada wake ni mimi na wewe kaka wa kumfariji. Sasa hatuwezi kumwacha peke yake. Siwezi kaka kumwacha peke yake. Mimi pia naumia kaka. Kwa dadangu anateseka vile, naumia kaka. Tutamfariji mara ngapi? Tutafarijiana mara ngapi? Kitendo cha kumtaka aje hapa nyumbani ni kumfariji. Na kumfariji yeye ni mume wake. Mume wake sasa hivi ameyumba, hamtaki. Hata matumizi hatoi. Mbona nimejitahidi jamani? Kwa hiyo siwezi kumwacha peke yake. Unanishauri nini sasa? Kwamba tusaidie tu hela chakula, huenda yeye kitu kwake anafanyia ambazo anazifikiria. Umesahau maandiko, unafanya unachojisikia. Toka huko ulipo, ukumbuke hii dunia. Unafanya kila kitu ili ufanikiwe. Wewe Himala, nidondoka nyokote. Himala, kukukose sitoke. Fufo hali,
mtima katinde. Mwenzako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nikufanye hodari, utaniumiza. Kwetu kwani ukujali. Unajua Juma? Najua fika kama namheshimu sana mkeo. Na isitoshe, shemeji yako mimi ni rafiki yangu. Lakini hiyo yote mbona haitoshi? Umehama nyumbani kwako, umeacha familia yako, umekuja kuishi kwetu. Sio mimi nanisema. Ongea na mama yako. Hivi uone kama yule mama kwa ni umri wa mamako wewe? Hilo mimi alinihusu. Alafu kumbuka kwamba mimi baba yako. Sasa unakuja unanipatia kama hivi. Uone kwamba unanikosea adabu wewe mtoto. Utakuwa na adabu, unakuja unaongea bwana baba hivi na sasa nashangaa kuja kunipanikia tena. Unakuaje? Mimi unakusa adabu na baba yako wewe? Mimi wewe? Kabisa tinakaa na kuita wewe baba. Wewe baba. Unajua bwana, pako umemuona mama yako yani amekuja kwangu. Unajua kuna vitu ambavyo kaviona mwangu. Unajua ile mtu mzima kama yule kuja kutoka na kijana kama mimi nini. Kuna vitu kaviona ambavyo mwenyewe akarizika navyo nini fresh, alafu ndo mwanaume ndo sikuona kila siku hapo si mwaziishi, anajua kabisa mimi ni mtu. Lakini mimi lengo langu mwenzako sio yeye. Nilikuwa nimekufuata wewe hapo. Lakini sasa nashangaa kandaka juu kwa juu mwenzako. Sasa kaniloga, hata sielewi. Alafu mimi nakupenda yaani mimi nakuelewa kinoma. Yaani alafu toka kitabu basi. Hivyo una akili timamu kweli? Umetelekeza familia yako, umetembea na mama yangu, bado unanitaka na mimi. Ona ulivyokuwa una aibu. Achana na mambo ya familia. Mimi na wewe. Unajua bwana sisi Waislamu tunataka. Mradi tu. Lakini sasa mimi hapo mimi siwezi kuoa. Ila mimi nikupata na kuoa kabisa. Yaani kuoa kabisa. Fresh yani unaishi vizuri. Nilihisi kwamba ni mwanaume unayejitambua na kujielewa. Kumbe una akili. Yaani sijawahi kuona mwanaume mpumbavu kama wewe. Shani. Tuongea vizuri basi. Nafaidika na kwa nimeitunza elimu yako na utaenda sehemu salama. Sasa elimu inahusikaje kwenye mapenzi? Afu yale ni mapenzi yangu. Wewe mbona ulimchagua baba mkawana ambao kipindi ambacho yuko fukara kabisa? Wewe unafuata kumbo. Alafu sasa naomba ujaribu kuongea na mimi. Yaani kitu ambacho mnachokifanya ni mnatonga maji kwenye kinu. Hamwezi kubadilisha chochote. Na naona mpaka hapa mlipofikia, kusanyeni virago vyenu, alafu rudisheni majeshi yenu nyuma wewe na vita mmeshinda. Na shoga yangu. Kwa upande wangu sasa naona kabisa mambo yametarada. Waache wewe. Nini tena? Yule boyfriend wangu anataka kuja kujitambulisha nyumbani. Makubwa. Yaani mimi najua anaambia kitu cha maana. Kumbe unaongea upuuzi huo. Kwa hiyo nalo naliona lisio la maana, sio? Kwa hiyo umelizia kabisa? Nimelizia ila tu ninachomhofia Mama Shani. Nadhani unamjua. Yaani hapa nahofia tu nitampelekaje pale nyumbani. Lakini nipo tayari. Yala rafiki yangu achekesha sana. Hivi, mfano mzuri dadangu ule pale. Mwanzo ya shemu alikuwa baba mutumuto, Nakupenda sijui nitakuoa uzuri kweli kamuoa dadangu, sherehe kubwa imefanyika. Yule kaingizwa ndani kazaa, baada ya kuzaa tu, shemu huyo kaenda kwenye michepuko yake. Sasa hivi dadangu yule mtanya anahangaika. Sasa, mambo ya shemeji yako na dadako yanahusiana nini na mimi? Hivi unajua rafiki yangu achekesha. Wanaume wanakuja kwa gia nyingi sana, mfano ukiangalia yule Chidungudingu, Mr. Chidungudingu. Mimi alinifuata kanitongoza. Mr. Chidungudingu anakutaka wewe? Huyo Makonde yule. Kaja nakwambia, sijui nakupenda, sijui nini, kanitilishia verses nakwambia, mistari hivi. Kwa hiyo kafanya hii. Yaani nusu kidogo ningekingi lakini nikafikiria. Nikimkumbuka tu dada yangu aliyomkuta, sina mte. Lakini labda ana mapenzi na wewe. Wapi? Sio kweli.
sikushauri rafiki yangu, achana naye. Hata shemeji yangu alikuwa anamwelekea kwa dada yangu, lakini katembea na mama yako. Lakini anavyoonekana na malengo na mimi. Achana naye, timiza malengo yako kwanza. Nyamaza. Toka mdogo wangu na kila siku. Yataisha dangu, yataisha. Yataisha nini mdogo wangu, kila siku mimi tu. Dada nyumbani anakuja analia. Analia? Analia. Analia nini tena? Sijajua analia nini. Sikiliza. Wewe nisubiri hapa ofisini. Ngoja niende mara moja nyumbani. Sawa? Usimruhusu mtu anaingia hapa. Umesikia? Mala, tunondoka nyokote. Himala, kukukosa sitoke. Fufo hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari utaniumiza. Kwetu kwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina, kama wewe kisura. Moyoni umeshika, mapenzi nanogesha inshallah. Ukweli mimi sina, kama wewe kisura. Moyoni umeshika, mapenzi nanogesha inshallah. Yako wapi? Mera pyare. Yako wapi? Mama gi. Mapenzi yako wapi? Nimekuzoea. Yako wapi? Oh, leo. Tumepitia mengi, nikajipa imani sitokuja nijutie. Tunondoka nyokote. Himala, kukukosa sitoke. Fufo hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Kwema, nataka nikuambie kitu. Sebene la mchana linachezwa na watoto na sebene la usiku linachezwa na watu wazima. Hii ina maana kwamba mimi inanipasa niingie uwanjani sasa. Hivi wewe unataka kuiona jamii yote kwamba ni pumbavu kama unavyofikiri kwa akili zako, si ndio? Hata mimi nimekuwa mjinga kwa kukuozesha mimi ndugu yangu. Wewe ulisema kwamba unampenda ndugu yangu kwa dhati. Tena ndoa ikafungwa na ukalipa mahali kwamba utakuja kuishi naye kama walivyo wanaume wengine wanavyoishi na wake zao. Lakini wewe umemweka dada yangu tupu, mtaa mzima wanamzungumza vibaya dada yangu kwa sababu ya ushenzi wako wewe. Sina shida na dada yako mbona? Mbona tunaishi vizuri tu? Nini wewe? Mimi kila siku natoa matumizi na kulelea mke wako na kulelea familia yako. Haushawishi nyumbani sijui unadanga wapi wewe mwanamume wewe mpumbavu. Alafu unasema unaishi vizuri na dada yangu. Tangu lini? Naomba nisikilize. Sitarudia tena kusema, sitarudia tena kukufuatafuata. Kama unaona umeshindwa kuishi na dada yangu, mrudishe nyumbani. Na kama unaona bado unampenda mke wako, basi umlee kama walivyo wanaume wengine wanavyotunza wake zao. Na kama ukishindwa kuendelea kuweka pumbavu wako na puzi wako, wewe ngedele mtu wewe nitakuja kufanyia kitu kibaya ambacho kitakuwa ni shahidi kwa Mungu wako, malaika na mizimu ya nyumbani kwenu. Pumbavu mkubwa wewe. Hoho isiyouzika sokoni wewe.
unajishaua. Unajisahau kabisa kwamba huyu kaka kesho anaondoka, afu tunabaki mimi na wewe ndani. Ndio unatongea alivyokuja kaka, umebadilika kabisa. Sasa mwanangu, mimi nimeona tu, nimekaa nimefikiria, nimewaza. Mimi nimeona tu nikuruhusu endelee na mahusiano yako. Sasa basi, mimi nimeona tu nikuridhie tu uende kwenye mapenzi yako dada. Kama umeniruhusu. Jamani mama nakupenda. Sababu niangalia hivi. Hata mimi pia nimeridhia alivyokuwa akizungumza mama. Mizali bi mkubwa ameridhia. Na mimi pia nimeridhia. Sasa, hayo ndio maneno. Afu ndio upendo wa familia. Kwa hiyo mimi nikiongea kitu mundani mpaka mnipinge. Ila mama asante. Ila nimekuruhusu kutoka moyoni. Aisee mama. Katika sikomba umeongea point, umeongea point. Na atuongea nije katika hii dunia. Leo ndo nimesikia. Leo ndo umeongea kitu ambacho kimenifurahisha. Basi tumruhusu endelea na mambo yake. Sababu unaweza kukosa mwana na maji ya moto. Ni kweli mwanangu. Mwenyewe ana support yasema kabisa. Kaka nini jamani, sisi mshalizia. Tena leo nimesema mimi ndo niangeje jikoni na pika. Kwa hiyo mbona nikapike Weka miguu kwa mama. Mama chini. Simaliza kuchambua, shamaliza. Maliza jikoni. Hivi. Nataka kama mazuri ya Rabi leo jikoni anaingia mtu. Ngoja nikwambie kitu mamangu. Hivi mama umeridhika kabisa kutoa uamuzi wa kwamba aendelee na mtu wake. Umeridhika kabisa kitu. Sasa mwanangu, mama mimi nifanyaje? Nifanye nini? Tumeshaongea. Umeongea na kuongea. Wewe ni kama tukisema tuendelee kumbana, hujawahi kusikia kama tunajiua kwa ajili ya mapenzi wewe? Hujawahi kujisikia tunajinyonga, wanakunywa na masumu. Kwa hiyo unaona bado tumpoteze. Ina maana elimu ya dada yangu leo hii inapotea gizani. Gharama zote zile ulizotoa, pesa kibao umemlipia dada yangu kwa ajili ya kuendeleza misingi ya maisha yake kielimu. Lakini hii yote itamsaidia kwenye maisha yake. Mwanangu waomba. Alafu isitoshe, kwa uhuru huu uliompa, kuna kitu mimi nakiona hapa. Kitu gani? Leo, kesho atakuwa akikurudia saa 6 za usiku, saa 10, mwisho wa siku atakuwa anarudi alfajiri hapa. Tena atakuletea mpaka mimba mako. Nisikilize kwambie Maumba. Nisikilize, mimi ndo mama yako. Kila ninachokifanya kina sababu yake, na kila ninachokiamua kina maana yake. Unaelewa vizuri? Huenda wakapendana kweli. Na kama akija na mimba, tutakuwa tumepata nafasi ya kujitetea sisi na kumlaumu pia. Tutajivua. Manake amelikolomola atalibeba mwenyewe. Lakini kama wanapendana kweli, huenda ikawa neema vile vile. Kwa hiyo nadhani itasaidia. Sisi tuangalie tu macho. Sasa kwa sababu umezungumza mamangu, haina jinsi, lakini mimi sikuridhika kabisa. Ila sina jinsi kwa sababu mamangu amelipitisha sawa. Na mimi leo ndo naaga, sababu kesho kama unavyojua mimi naondoka. Naenda zangu kuendelea na masomo yangu. Na kuachia mwanao huyo uendelee kumsihi na kumuelekeza pia. Kwa sababu wewe ndio ulioamua ukiwa kama mzazi wetu. Mimi siwezi kupinga. Mimi nitarudi kwenye masomo yangu kuendelea na shughuli nyingine. Tena asubuhi nilitaka mimi asubuhi niongee na wewe. Nikupe baraka zangu zote leo asubuhi. Sasa hili ndio limeingilia tu kati, lakini hatujachelewa mwanangu. Leta mikono yako baba. Ukasome baba ukasome. Ukawe kiongozi katika nchi mwanangu. Na kuombea kila lenye heri baba yangu. Mwanangu, uende salama. Masomo yako yakakae salama. Na kuombea kila lenye heri, Mungu akuongozee. Nashukuru sana mamangu. Umekuwa ukinijali na kunithamini pia. Asante mama. Baba, nitakie safari njema. Kila lenye heri kwako. In my life,
kukukosa sitoke. Fufo hali umenitema katinde, mwenzako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari, utaniumiza kwetu kwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah. Yako wapi? Unaweza ukawa kwanza kuzaliwa, lakini ukashindwa kufahamu mambo mengi sana yanayoendelea katika hii dunia. Sasa leo nataka nikujue, hakuna adui mkubwa katika hii dunia kama mapenzi. Mapenzi yanaweza yakasababisha vita baina ya nchi na nchi. Mapenzi yanaweza yakasababisha migongano, mifarakano baina ya familia na familia, baba na mwana, mama na mwana, hata dada na mdogo pia. Ya kuelewa kaka. Hebu niweke wazi, maana naona unanipitishia tu mafumbo tu. Namaanisha hivi, sihitaji uendelee kuingilia mahusiano yangu baina ya mimi na mke wangu. Mambo ya mimi na mke wangu niachie mimi na mke wangu. Mambo ya mimi na wewe dadangu yatabaki kuwa mimi na wewe dadangu. Sihitaji. Sasa kaka, hapo mimi nilichokosea ni kipi? Mimi nilichokosea ni kipi? Mimi mke wako nimemwambia tu ukweli. Una miaka mingapi na ule mwanamke? Takribani miaka 5 sasa hivi. Hata sikula ndimu wala kichefuchefu wala hata udongo kuagiza gengeni. Mimi nilichongea hapo, kibaya kipi? Labda hata ukaja saa hizi kunishahusia, nimekosea nini? Kweli napata picha kuwa wewe dada una matatizo. Kwa hiyo wewe unaingilia jukumu la Mungu, si ndio? Nani mwenye jukumu la kujua huyu saa ngapi anahitaji apate ujauzito, saa ngapi anahitaji apate mtoto, huyu anahitaji apate nani mwenye jukumu hilo? Isipokuwa ni Mungu peke yake. Unadhani kaka mimi sijui kama Mungu yupo? Mungu amesema jisaidie na mimi nitakusaidia. Haya niambie, tangia umemwoa mke wako hajapata ujauzito mpaka sasa hivi, mlipata hata mwafaka wa kusema mnaenda hospitali kupima? Tunaonisikiza kwa makini. Huyo mtoto unaomhitaji wewe akizaliwa, mimi ndiye nitaitwa baba, sio wewe. Kwa nini mimi nikose uchungu alafu ujifanye una uchungu sana? Sihitaji. Mimi siko tayari kupata mtoto. Wewe unasema? Dondoka nyokote Himala kukukosa sitoke. Fufo hali umenitema katinde, mwenzako sina raha. Unajua nini mdogo wangu? Katika maisha kila kitu cha mtu anakijua mwenyewe. Kwa upande wangu mimi kwa sasa hivi nimeona tu bora nikuache huko. Endelea na penzi lako. Kwa kuwa wewe mwenyewe ushathibitisha kwamba yule binti hajafanya, bado unampenda, sijui hivi na hivi, sina kipingamizi tena nawe. Sio, nielewa. Dada yangu, unajua kuna kitu hapa hakiko sawa. Upande wako nakushukuru zaidi ya sana. Nikisema zaidi ya sana ni kitu ambacho kimepitiliza. Dada yangu, wewe ndio kila kitu kwangu. Dada yangu, mimi nakupenda sana 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 kutoka ndani ya moyo wangu. Na mara kadhaa ukiniambia umtaki Tekra, huaga naumia sana kwa sababu sipendi kukuumiza. Lakini madhari leo mwenyewe umeridhika niwe naye, mimi nashukuru Mungu na Mungu akubariki. Asante sana. Lakini najua jinsi gani una upendo na mimi. Baada ya kuniona mdogo wako na sononeka nalia na kwa mnyonge ukaona bora nimruhusu, lakini nashukuru sana kwa hilo. Lakini kikubwa dada, kuna kitu ambacho mimi kinanichanganya na kuniumiza. Niliwahi kusema jambo moja, hata mbingu na ardhi au ardhi na mbingu zikakutana, lije Gleda, lije Winji, sitaweza kumwacha yule mwanamke. Hicho kitu mimi nilizungumza, lakini leo hii penzi langu haijatumika Gleda, haijatumika Winji. Ni busu tu ndio limeharibu penzi langu. Yaani unavyoona muda wote nalia na sononeka nafanya hivi ni kwa sababu ya mapenzi tu, kwamba Tekla ameniacha.
na sababu ya kuniacha nilimpigia simu nionane naye. Na kweli wakati anakuja kuna dada nilikuta pale anaitwa Vivi. Kaja kanisalimia, anaanza kuzungumza maneno ambayo mimi sielewi. Cha kushangaza nikamweleta kanikisi afu anakimbia. Naangalia pembeni ndio namkuta Tekla kafika. Sasa sikujua alikuwa anatengeneza nini hapo. Unajua nini? Kwa wasichana wa sasa hivi hawapendi kupata kwa mwenzao. Inawezekana alipoona tu yeye anapendwa, wewe hivyo unamhangaikia. Ameamua tu jinsi gani ya kukuachanisha nao kufanyia hivyo. Ila mbona kushauri wewe pambania penzi lako. Kwa kuwa unaamini wewe mwenyewe hujafanya. Ndio hivyo, pambana. Dada nampenda na nampenda kutoka ndani ya uvungu moyo wangu. Sijawahi kumuona mwanamke kama Tekla. Ni msichana ambaye nampenda na nimemchagua. Sijawahi fikiria mwanamke mwingine kama yeye. Odi. Tekla. Karibu. Asante. Shikamoo wifi. Samahani. Nilikuwa shida kuongea na mama. Sawa, haina shida. Dondoka nyokote Himalaya kukukose sitoke Fufo hali umenitema katinde Mwezako sina raha usiniache chunde Si ulisema nisijali nkufanye hodari utaniumiza Kutupwa ni ukujali mahaba umeyafunika Ukweli mimi sina kama wewe kisura Moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah Ukweli mimi sina kama wewe kisura Moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah Yako wapi Mera pyare Yako wapi Mapenzi yako wapi Nimekuzoea Yako wapi leo Tumepitia mengi nikajipa imani sitokuja niju Dada. Asante. Kaka. Hey dada. Vipi? Safi. Salama za huko? Safi, niamkaje? Salama. Kwema kabisa. Wema? Nakusikiza niambie. Sasa nikwambie nini na maana wewe hujui? Leo tarehe yangu ya kupokea mchezo. Sawa kaka, leo tarehe yako. Lakini sasa watu wengi hawajaleta pesa. Hapa nina pesa nusu tu. Dada, hapo ndipo unapokosea. Unapomwahidi mtu kitu, basi jitahidi ukitekeleze kama ulivyomwahidi. Sasa mimi leo najua kwamba ni siku yangu ya kupokea. Alafu nakuja hapo unaniambia pesa haipo. Hivi mimi nifanyaje dada? Wewe unajua wiki yako anahitaji pesa na sababu. Yaani mimi najua labda wataka pesa ukalipe kodi ya nyumba, eti unaniambia masuala ya wiki yangu. Ni masuala ya wiki yangu yananihusu nini? Wiki gani kwanza? Wiki mwenyewe kakaa tu pale ana kazi ya kujaza choo tu. Yule wiki gani? Wewe niambie mambo mengine tu usiniambie kuhusu masuala ya wiki yangu. Hapo dada sasa unanikosea. Swala majukumu yangu mimi, swala la mke wangu mimi na wewe wala halihusiani. Mimi hapa nilichofuata ni pesa. Nipe pesa yangu mimi niondoke. Mambo ya wifi yangu ajifungui, sijui atuzai mtoto, hilo mimi halinihusu. Umeelewa? Wewe nipe pesa yangu na leo ndo tarehe yangu ya kupokea. Nipe pesa, ingia ndani nipe pesa mimi niondoke. Ndio nishakwambia sasa watu hawajaleta pesa wengi. Hela nilokuwa nayo ni nusu. Basi sawa, nipatie hiyo pesa nusu. Hiyo nyingine nitafuata siku nyingine. Hiyo nusu. Sasa unajua nini kaka? Yaani hiyo nusu. Majomba zako kuna vitu hapa vilikuwa havijakamilika. Kwa hiyo nimewanunulia kwenye hiyo pesa nusu. Kwa hiyo wewe bili tu nisimie yote afu nitakwambia. Dada, ukisikia ubabaishaji huo ndio ubabaishaji. Alafu usijione kila siku wewe ndio mwenye matatizo peke yako. Hata sisi pia tuna matatizo na sisi tuna majukumu. Umeelewa? Ndio maana mtu anajitahidi kutengeneza njia ya kupata pesa ili atatue matatizo yake.
Sasa unaponiambia mimi pesa nimetumia sijui wajomba zako sijui nini, na maana dada mimi sina majukumu. Au unanifanyia hivyo kwa sababu unajua mimi mdogo wako siwezi kufanya kitu chochote? Basi sikiliza dada, hayo yote tuyaache. Mimi naondoka, ila jioni nikirudi nikute pesa yangu iko tayari. Vinginevyo hatutoelewana. Umesahau maandiko, unafanya unachojisikia. Oh, mume wangu. Mke wangu. Mbona leo mapema hivi? Nimechoka tu. Mume wangu. Unajua mimi sijakuzoea hivi. Ni kweli. Unajua mimi nilikuwa nacheza mchezo kwa dada pale. Na tarehe yangu ya kupokea mchezo ilikuwa ni leo. Na kama unakumbuka vizuri, nilikuahidi nitakupa kiasi cha pesa ili uende ukasolve matatizo yako. No. Sasa cha ajabu nimeenda kwa dada pale, kaniangusha kabisa. Tatizo nini? Shida iko hivi. Dada leo ndo aliniahidi nitachukua jina langu, kwa maana mimi ndo nitapokea mchezo. Lakini cha ajabu nimefika pale, kaniambia mpaka sasa hivi bado hajakusanya. Itakuwa ni tatizo mume wangu mimi. Unajua dada mwenyewe haeleweki. Maana mwanzo nilipoingia pale kaniambia pesa ya mchezo nimekusanya nusu, kwa hiyo bado nusu. Kwa hiyo niache nikusanye jioni upitie pesa hiyo kwa kesho. Lakini cha kushangaza baadaye nilipomwambia basi nipatie hiyo pesa nusu, hiyo inayobaki nitaipitia jioni. Ananiambia pesa yenyewe pia hata hiyo nusu nimefanya majukumu ya wajomba zako. Ana alikuwa anahitaji kwenda shule wala watoto wake. Unaona? Kwa hiyo nani unakuta kashanichosha na mimi nilikuwa na mambo mengi leo ya kufanya. Hapana mume wangu, mimi sijaona tatizo. Kama hizo pesa kazichukua kapeleka kwa jumba zako kwa ajili ya shule, hamna shida. Ni kweli wale ni wajomba zangu au pia wale ni wanangu. Lakini pia atambua na mimi nina malengo. Tayari ile pesa nishaiwekea malengo. Kuhusu hilo mume wangu usijali, kila kitu kitakaa poa. Ya kufanya wewe hapa sasa hivi natakiwa urudi kazini. Hapana, yani leo nimepoteza hata mudi wa kwenda kazini. Yaani sijisikii kabisa. Useme hivyo. Mimi nakuomba urudi kazini mume wangu. Kwa sababu ukisema tukae huko ndani yote, tutaishije sasa? Tutakula nini au tutafanya nini? Inabidi uende ukafanye kazi. Ile mambo mengine yaendelee. Basi sawa mke wangu. Midhali wewe mwenyewe umeridhia. Basi haina shida. Mimi nitaenda kazini. Yaani kuhusu mimi usiwaze kabisa, kwa sababu hizo pesa zinaenda kusaidia wajumba zetu. Kwa hiyo sioni kama kuna tatizo. Itakuwa vizuri. Imala, dondoka nyokote. Imala, kukukosa sitoke. Thufu hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari utaniumiza. Kwetu kwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura. Moyoni umeshika, mapenzi nanogesha shallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura. Moyoni umeshika, mapenzi nanogesha shallah. Yako wapi? Mera pyare. Yako wapi? Mama gi. Mapenzi yako wapi? Nimekuzoea. Yako wapi? Oh, leo. Tumepitia mengi, nikajipa imani sitokuja nijutie. Leo yako wapi yale maneno umenifanya nini?
Kumbe upo huko. Kumbe unamwagia. Sasa sikiliza. Mimi natoka. Naweza nirudi ama nisirudi, sawa? Afu leo matembele sitaki. Nataka nyama, ila nimekuachia pale kwenye meza. Yaani hata nikirudi nisiporudi nyama zangu kesho nizikute. In my life, dondoka nyokote. In my life, kukukosa sitoke. Thufo hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari utaniumiza. Kwetu pwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika. Maana nimejitahidi sana kulificha hili swala, ila nimeshindwa. Kiukweli kwamba mimi siwezi kuona. Alafu mimi kuna mwanamke mwingine ambaye anampenda tofauti na mimi. Sijawahi kukupenda. Najitahidi sana kulificha hili swala, lakini nafsi yangu haijawahi kuwa na nafasi kabisa ndio nanaoa. Mimi nakupenda, please. Lizzy. Ukweli mimi nikwambia kitu. Mimi sijawahi kukupenda. Na najitahidi sana kulificha hili swala, lakini nashindwa. Ukweli sije nikampoteza mtu ninayempenda kwa sababu yako wewe. Sijawahi kuwa na hisia yoyote juu yako wewe. In my life, dondoka nyokote. In my life, kukukosa sitoke. Thufo hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari utaniumiza. Kwetu pwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika. Mapenzi nanogesha shallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura. Umesahau maandiko, unafanya unachojisikia. Toka huko lipo, ukumbuke hii dunia. Kukuita kwangu hapa, utanisamehe kama ni usumbufu kwa sababu sio kawaida. Alafu kingine, nimejaribu mara kwa mara kutumia wanaume wangu, ushubabi wangu, ulijali wangu kumwelekeza Lizzy baadhi ya mambo, lakini amekuwa mzito sana kunielewa. Yaani kama hujanisikiliza nilichokuambia, yaani katika dunia hii hautomsikia mtu mwingine yoyote. Meja, tabasamu langu lina maana nyingi sana. Naweza nikatabasamu kwa furaha, pia naweza nikatabasamu kwa huzuni. Tabasamu unaloliona usoni kwangu sasa hizi lianza likaleta maana nyingine tofauti katika ulimwengu. Ila kitu ambacho nataka nikwambie ama nikuachie uishi nacho. Mimi nakupenda sana ndugu yangu. Umekuwa ni rafiki ambaye uko bega kwa bega na mimi wakati wote. Nikupongeze kwa hilo kwa sababu ndo wakati pekee wa mimi kukupa shukrani zangu za dhati. Sidhani kama kutatokea tena wakati mwingine. Mimi nahisi sina jipya la kukwambia, ila nisubiri mara moja. Kuna kazi nataka nifanye kidogo. Tutakuja tutazungumza. Sawa, mimi niko. Sawa. Wewe unatuchukuliaje sisi? Mnaichukuliaje familia yetu?
Yaani mnaona sisi ni hohe hahe, yaani watu ambao hatuna mipango katika mji huu, si ndio? Hatuna maisha. Mnatuchukuliaje nyie? Wewe ndoa ya dada yangu mimi na kaka yako inakuhusu nini wewe kuingilia hapa? Unamtesa dada yangu. Kwa nini kwanza unamtesa dada yangu? Kwa nini? Eti kwa nini unamtesa dadangu? Mimi namtesa. Naongea kitu ambacho kipo. Kitu gani ambacho kipo? Dada yako tangia olewe na kaka yangu. Ana miaka mingapi? Hatusikii kuomba ndimu, wala hatusikii kisifu, wala kitu chochote. Unataka mimi nisiongee? Naongea nikiwa kama shangazi. Sikiza nikwambie wewe, mipango ya Mungu haiwezi kuingiliwa na mpumbavu kama wewe. Wewe ni mbwa tu. Umesikia? Huwezi kuwapangia watu wenye ndoa yako. Kama wewe uko unajua kabisa unaweza kumridhisha kakako. Kwa nini mmemruhusu aoe? Kwa nini mmemruhusu aoe? Kwa hiyo unataka mimi nisiongee? Mimi nitaongea mpaka dakika ya mwisho. Ambacho kinanihusu kuongea kwa kaka yangu, kwa dada yako wewe, mimi lazima niongee. Hapo nakushangaa sana. Yaani wewe umetoka huko safari yako unakuja hapa mwanaume mzima unakuja jibishana na mimi mwanamke. Hivi una akili kweli? Yaani hapo geji yangu ndo kwanza iko chini, iko down kabisa. Ni bado sijapandisha, umesikia? Nimekuja hapa kukwambia wewe, yule ni dada yangu mimi, makusu. Sitaki ateswe, sitaki anyanyaswe. Kama mmemshindwa semeni. Yaani naweza mimi nikamkalisha dada yangu pale, akala, akavaa kama ambavyo mmemkuta. Angalia dada yangu anakosa amani. Kisa nini? Iye msitotea upumbavu wenu, umesikia? Yaani nitakuzingua wewe, nitamzingua na huyo kaka yako. Uwezi. Sitaki mnibabaishie dada yangu. Uwezi. Hivi unajiamini nini? Unajiamini nini? Umesahau maandiko, unafanya unachojisikia. Toka huko ulipo, ukumbuke hii dunia. Unafanya kila kitu ili ufanikiwe. Kaka Huseni nimemkuta? Hapana, ametoka. Ila Huseni yupo? Huseni yupo ndani. Mambo nitie. Hamna, haina haja, wewe nenda tu ndani. Kaingia sasa hivi. Huseni nimekuja tuongee. Huseni. Lizzy. Huseni. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Huseni nimekukubalia. Pia nimependa kwa sababu hitaji la moyo wangu leo limekamilika. Nimekubali. Ndoto yangu na furaha yangu ilikuwa ni kuona ukinishika walau mkono kwa mapenzi ya dhati na si kwa kejeli. Huseni. Umesahau maandiko, unafanya unachojisikia. Toka huko ulipo, ukumbuke hii dunia. Unafanya kila kitu ili ufanikiwe. Wewe una huruma, wewe una tasoni, una nafsi mbaya wewe. Una taibu, ndugu zako wanaumia, nayofanya unakosea, majirani wanashuhudia. Bro. Bibi. Uko wapi? Njoo mfasta, njoo. Njoo, kuna matatizo bro.
Faster. Hivi Shani mdogo wangu, wewe boyfriend wako yuko wapi? Kwani umeniuliza hivi dada? Mimi nakuona unaingia unatoka, sijai kukuona. Wakati ukifika utamuona. Au ndo mambo ya mamako ushayazoea mpaka amekufanya umekuwa busy kiasi kwamba hata boyfriend hakuna jamani. Umeanza. Sitaki kunifananisha tabia zangu na za mama yako. Maana yake wanasemaga simba mwenda pole ndo mla nyama. Unaweza kujifanya binti mlokole hapa, kumbe mwenzangu kuna mambo makubwa huko unayafanya. Wakati ukifika bwana dada, kila kitu kitakuwa sawa na utamuona hapa amekuja. Kweli. Mama vipi? Acha tu mwanangu. Unikuta. Yamekukuta mambo gani mama? Mbona sikuelewi? Alafu unajua sisi hatujakuzoea hivi. Leo yule Juma mimi kunifanyia hivi na mkewe. Sasa amekufanya nini? Nenda nyumbani kwake na nifukuza mimi kama mbwa. Mama, hivi utacha lini mtoto unaufanya? Haya, kwa Juma ulienda kufanya nini? Msinifikiri mimi kama chizi. Mimi na haki zangu timamu. Na sio kama nimekwenda pale kwamba nimeenda kutafuta ugomvi, hapana. Mimi kuna sababu maalum ilionifanya mimi niende kule, na ndio maana nikaenda. Yeye anaenda kunibadilikia na mkeo ananifukuza mimi. Sasa sijui nitaishi hata maisha gani mimi. Hebu tuambie ni sababu gani basi hiyo? Unatuchanganya unajua? Na ujauzito wake. Ndio maana nikaenda. Mama, una mimba? Mbona na kutufedhesha watoto wako? Yaani imekwaje mpaka kaenda kubeba mimba ya Juma? Kijana kama yule. Ni mapenzi tu mwanangu. Kweli? Afu vingine vilichangia wanangu, mlizidi kunielemea kimaisha. Umeona? Hivyo vitu navyo vilichangia. Wenyewe mnaona maisha yetu. Nihangaike mimi ndo maisha yaende. Hasa ningefanyaje? Ningefanyaje? Lakini mama, sio kwa kuhangaika kwa kufikia hatua hiyo mamangu. Kwa ukabebe mimba ya kijana kama yule. Hebu fikiria, tunaweka wapi sura zetu hapa mtaani? Sawa nangu, sawa. Hayo ndo ameshatokea. Haina tena mabadiliko. Cha kufanya hapa tu tujue mtanisaidiaje mimi na tutalisevu vipi ili swala basi. Lakini lawama hapa hazijengi chochote. Jambo ndo limeshaharibika sasa. Mama, kwa kuwa hichi ndo ulichokitafuta, hatuna tena namna. Wewe unafikiri sisi tunaweza kukimbia? Haiwezekani. Mchumia juani ulia kivulini. Safari hii unaenda kulia kivulini mama. Yaani hakuna kitu ambacho mimi sichokifahamu. Lakini sikuweza kupata nafasi ya kuja hapa na kuuliza nini kinachoendelea kwa sababu ya kazi yangu ambayo mimi naifanya kusafiri muda mrefu. Sasa nahitaji kujua. Lakini kaka yangu, mbona mimi na mume wangu tuko sawa tu? Hakuna tatizo lolote. Nakufahamu. Nikitazama mboni ya macho yako naona hauna amani. Hauna furaha yoyote ile. Usinidanganye. Niambie, nini tatizo? Na kitu ambacho haukijui shemeji, mimi nampenda sana dada yako zaidi ya wewe unavyompenda. Kwa nini anakosa amani? Kwa nini anakosa furaha? Kwa nini?
wewe ndio unaona anakosa furaha. Na Light angekuwa anakosa amani, usingemkuta katika nyumba hii. Nisikilize. Unapogusa maisha ya dada yangu, umegusa maisha yangu. Yaani unapomwona wewe umemchukua tu baada ya kukua. Lakini mimi nimekuwa naye tangu mdogo. Namfahamu akiwa na furaha, namfahamu akiwa na huzuni. Yaani huwezi kundanganya chochote kile. Na mimi sitojali kwamba labda wewe ndio unayesababisha hali hiyo au dadako au mamako. Nachoangalia mimi dada yangu awe na amani. Sijui unanielewa? Ndio umemwambia kaka yako hivyo kwamba hapa unakosa amani, unakosa furaha. No, nisikize. Sitaki yale ambayo nimeyasikia yaweze kuendelea. Yaani nikirudi hapa, sirudi kama ambavyo umeniona leo. Narudi kama makusu. Sasa ukisema hivyo, itakuwa unanitisha. Kwa hiyo wewe unataka kusemaje? Yaani wewe unataka kusemaje? Ukizungumza hivyo itakuwa unanitisha. Kwa hiyo wewe unataka kusemaje? Na pia ndio utambue kwa mimi ni shemeji yako. Ukiacha kuwa mimi ni shemeji yako, pia hatufanani hivi, sawa? Wakati unaoa nahisi hawajakupa wasifu wangu mimi. Na ndio maana unachukua muda wa kujaribu kubijibizana na mimi. Wananiita makusu. Makusu. Sikia. Sara kwa. Sihitaji tena Sara aendelee kuishi hapa. Atakaporudi akusanye kila kilichokuwa chake arudi nyumbani. Sawa? Tutaonana siku nyingine. Hii sio hajatoka fresh. Ngoja. Shika pigani. Wewe ndo shaka. Hao jenga mtaani usidanganye. Kweli. Kweli. Wewe unataka njoo ofisini pale. Ukiwa na njaa nicheki. Sikia. Uzuri mimi niko na wewe nakupenda siku zote. Wewe usitende upate shida. Asante rafiki. Ndio furaha yangu nikikia ukifurahi. Pia hivi Jumapili tunaenda beach. Leo nataka kwenda beach. Jumapili au Jumamosi? Wewe niambie tu kwamba nataka kwa muongo kila siku nadidanganyaga eti kila siku Jumapili Jumamosi leo sana nataka kweli Jumapili. Sasa sikia. Jumamosi mimi napumzika kazini. Kwa hiyo Jumamosi kama una nafasi tukutane, kama tunapokutana hapa naondoka bichi. Sababu leo jioni nachukua mpunga. Mpaka kesho kutwa tunakutana tunaenda zetu kuchagua nguo. Kabla ya bichi lazima ukachague nguo kwanza ile ambayo unaona kabisa ukivaa unapendeza. Niambie mume wangu kipenzi. Mimi niko safi. Nakuona kabisa kwa. Mbona pombe unanitisha nini tena? Unajua mke wangu, mimi sijakuchoka mke wangu, na sipendi kabisa nikupoteze, ila huwa na wakati mwingine nashawishika na maneno ya dada. Kwa unamaanisha unataka kuungana na dada yako? Hapana, sina maana hiyo. Lakini mke wangu, wewe mwenyewe unajua kwamba binadamu yoyote kuna hatua akifikia, akiwa mwanamke anahitaji kuitwa mama, na akiwa mwanaume pia anakuwa na ndoto za kuitwa baba. Kuna imani hata wewe mke wangu una ndoto za kuitwa mama. Mume wangu, kwa unamaanisha nao umechoka kunivumilia na hii hali, si ndio? Hamna, ila tunashauriana tu. Hivi kwa nini mke wangu na sisi tusijaribu kwenda upande wa pili?
upande wa pili unamaanisha? Yaani namaanisha tukaenda kwa mganga wa kienyeji ili nawe ukajua tatizo lako liko wapi. Unajua mume wangu ananifurahisha. Sikia nikwambie kitu. Mimi siko tayari kabisa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ukiangalia mimi nimekulia kwenye familia yenye maadili. Tumekuwa sisi kwenye familia yetu tukimwamini Mungu. Kwa sababu naamini kabisa wakati wa Mungu ni sahihi kuliko nyakati zingine. Hivyo mume wangu utanisamehe. Siko tayari kabisa kwenda kwa waganga wa kienyeji. Mimi sina maana kwamba mimi simjui Mungu. Au sina maana kwamba mimi sitambui uwepo wa Mungu. Lakini inafikia hatua unajikuta tu automatic unahitaji msaada. Kwa hiyo unaamini msaada wa waganga wa kienyeji utatusaidia? Kwa nini usimwamini Mungu? Kwa sababu Mungu pekee ndo anaweza kutusaidia sisi. Na si mtu mwingine mume wangu. Na kama umenichoka, hauwezi kunisikiliza mimi, basi naomba niache niende nyumbani. Hapana. Usifikie huko. Hapa tunazungumza tu upendo na amani. Wala hatuko kwenye magomvi mke wangu. Basi okay sawa. Ninaomba tuyaache. Tusubiri kudra za Mungu. Hapo ndo nilipokuwa. Natakiwa tumwamini Mungu na sio watu wengine mume wangu. Achana na imani potofu. Na utonisikia tena nikizungumza kuhusu habari. Basi toa mkono wako kwanza. Yaani zinawasha. Tatizo kuna mba kibao na mimi naona shida kwenda ndani sasa. Bwana si uache uvivu na wewe. Mwone mmoja kwa nakula na maembe. Mama naomba embe. Taiweza? Tunasaidiana bwana. Utaki kusaidia? Onja uone. Karibu baba. Asante mama. Makaribu. Asante sana. Shikamo. Marhaba. Mambo vipi baby? Baby nakusalimia. Shemeji atakuwa ameniletea zawadi. Usiwe na wasiwasi shemu wangu. Utafurahi, eh? Utafurahi. Naona mpenzi wangu ndio unaandaliwa, unang'aa, unawaka. Uko vizuri. Nimekufuata mpenzi wangu. Turudi nyumbani. Nimekufuata mke wangu. Twende nyumbani. Wewe baada ya kumaliza mambo yako yote huko, sasa hizi ndio umekuja unifuate. Unanifuata mimi dumu? Mimi nimekuwa ndoo mpaka unifuate? Hapana mpenzi wangu. Na isitoshe nilikwambia kwamba baby, mimi natumia dawa sasa hivi. Na aina ya dawa ambayo natumia, sitaki kukutana na mwanamke. Umeona? Kwa hiyo nimekwambia vile, nikajua mpenzi wangu umenielewa na ndio maana nimepambania dawa zangu zimeisha, nimekuja kukufuata mke wangu. Na nilikuahidi nikakwambia kwamba hakuna kitu chochote ambacho kimebadilika baina yangu mimi na nini? Mimi na wewe. Eti mama. Hivi na wewe baba, hizo dawa ulizokuwa unatumia ni dawa za aina gani na ugonjwa wa aina gani? Mama nawe simsikilize kwanza. Ni dawa za kawaida tu ambazo nilikuwa natumia. Lakini kwamba kwa sababu nilikuwa kila siku ni wimbo, sina hela. Hali yangu ngumu. Kila sehemu nakokwenda watu wananicheka. Mtaani naonekana kama kituko. Mpaka baadhi ya marafiki wananitenga sasa. Kwa hiyo mimi nikaona bora nipambane niende Ngapa. Kwa sababu kuna mtu aliniambia utajiri upo Ngapa. Nimeenda Ngapa kujipambania, mambo yamekaa vizuri sasa hivi. Maki nimesoma afu nashangaa vyeti vyangu sipati kazi kokote kule. Namshukuru Mungu mamangu sasa hivi nina kazi. Pesa ninayo. Kila kitu kiko sawa mama. Kwa sasa hivi hela unayo? Ya, pesa ninayo na kila kitu kiko sawa. Ndio maana nimesema bora nije nimfuate mke wangu.
kwa mmeo. Sawa. Shemeji, tunaondoka wote. Sasa na mama anabaki na nani hapa? Hapana. Tunaenda wote shem. Sawa? Sio na wasiwasi kabisa. Usijali, tutakuwa pamoja. Na mimi naenda. Wewe unafikiri nitabaki peke yangu hapa? Na mimi nisipata mfadhili wa kunilea kiumbe changu cha humu tumboni, sibaki hapa, naenda. Maana baba hela anayo sasa hivi, nitakuwa sina shida yote. Na matatizo yangu si ndo faraja imekuja tena, na mimi nitaishi kwa amani. Nishapata wa kunilea tena. Sasa na hii nyumba inabaki vipi? Nyumba nitatafuta mpangaji, nitaipangisha. Matatizo yangu yakiisha na muhamisha, narudi mwenyewe. Lakini kwa sasa hivi ninahitaji msaada wa huyu baba. Unafikia atanisaidia nani kwa hali nilokuwa nayo? Basi sawa, haina shida. Basi ni vyema mkajiandaa and then tuondoke. Himala, tudondoka nyokote. Himala, kukukosa sitoke. Fufo hali, umenitema katende. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari, utaniumiza. Kwetu kwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah. Nimekuita hapa kwanza kabisa, naomba unisamehe. Kikweli nimekukosea sana, tena zaidi ya sana. Lakini sio mimi, ni moyo wangu ulikuwa unanisukuma nifanye hivyo. Kikweli nilishindwa kabisa kujizuia, nilishindwa. Ila mwisho wa siku nimekutana na Salma, kaniambia kila kitu. Sawa. Ndio. Yaani wewe hausiki chochote. Ila mama wangu ndo alimtuma yule msichana, ili mradi tu utenganishe uhusiano wetu. Naomba unisamehe mimi na mama wangu. Ase bibi, pole kwanza. Nikuombe msamaha wewe, usiniombe msamaha mimi, kwa sababu mtu ambaye nimekukosea. Kwa namna tulivyokaa pale na kile kitu kilichotokea, hata ningekuwa mimi nisingekubali. Tekra, wewe ni mwanamke mzuri sana. Sidhani kama kuna mwanamume asiyependa kuwa na wewe. Hii ni bahati yangu. Wewe ni mwanamke wangu. Wewe ni mwanamke wa ndoto zangu. Wewe ndiyo kila kitu kwangu. Na imani kabisa umeshushwa kwa sababu yangu mimi, si mtu mwingine yeyote. Na ndio maana leo tena umerudi kuja kuniomba radhi baada ya kujua kweli. Yote ni kwa sababu Mungu ametaka kuonyesha jinsi gani tunavyopendana. Tekla, ninakupenda zaidi sana. Namaanisha sijawahi kupenda mwanamke kama unapenda wewe. Sifikirii kama nitakuwa na mwanamke mwingine isipokuwa ni wewe. Wewe ndo ni mwanamke wangu wa kwanza na wewe ndo ni mwanamke wangu wa mwisho. Kitachonifanya Tekla niachane na wewe ni kitu kimoja tu. Ni Mungu pekee akinichukua uhai wangu, tunaweza kuachana na wewe. Zaidi ya hapo sitaweza kuachana na wewe kwa sababu ni mwanamke ambaye nampenda. Anajua unanipenda kutoka ndani ya uvungu moyo wangu. Kama utaangalia moyo wangu na kitu ndani yake, nikijaribu kuangalia macho yako naona kuwa unanipenda. Si rahisi kuachana kama unavyofikiria. Tekla, wewe ni mwanamke wa ndoto wa maisha yangu. Tekla, nakupenda kutoka ndani ya uvungu moyo wangu. Maneno yangu ukiyasikiliza, ukiangalia macho yako ni ishara tosha ya mapenzi kwangu. Hujawahi niangusha, ni mwanamke ambaye unanithamini, ni mwanamke ambaye unanipenda. Tekla, ni mwanamke mwenye heshima. Hakuna mwanaume yeyote atakayekuangalia sitamani kuwa na wewe. Baki na mimi. Dada yangu amefungua baraka zote niweze kuishi na wewe, kukaa na wewe na tuendelee na mahusiano yetu bila kinyongo. Kweli kabisa.
Hapo ndipo unapojua siku zote katika maisha, pigania kile kitu ambacho unakipenda. Kwa mwisho wa siku yote ambayo tumezunguka, leo hii tunajaribu kusimama. Sijui labda upande wako wewe utasimama vipi kuhusiana na wazazi wako. Hata mimi amelizia mama. Wewe? Okay. Lakini amesema tuanze process mapema. Wow, asante Mungu. Kwa sababu gani? Unajua kaka yako mkali kuna siku alinipiga mitama. Alininyanyua, wewe mtu mfupi, sitaki kukuona dada yangu. Namjua, aisee ndo alikuwa anapinga. Yaani mpaka leo amekubali lakini kishingo upande. Simamia tasijali. Alitisha sana. Tekra. Macho yako nikiangalia yanasema kitu. Yana amejibiwa na moyo wangu. Gusa moyo wangu. Unasikia nini? Kuna sauti naisikia kwa mbali. Unasemaje? Unanipenda zaidi ya sana. Nimekumisi sana baby. Mimi pia nimekumisi sana sana. Kwa hiyo tunatoka tukatembee. Tukatembee. I think somewhere. Sijui huko. Good. Kwanza leo unajiozesha mwenyewe hapa. Haya sasa. Wazazi wetu si walianza kugombana, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Ndio. Sasa tunajiozesha sisi wenyewe sasa. Sawa? Niulize mimi Mbwembwe nimekubali kuoa, tuanze. Mbwembwe umekubali kumwoa Tekra? Naam, nimekubali kumwoa Tekra. Kwa shida na raha. Sasa na mimi sasa ndo nakuuliza wewe, si ndio? Haya. Tekra umekubali kuolewa na Mbwembwe? Ndio nimekubali, kwa mahali tumekubali na chochoro. Una wasiala. Sasa basi ni kichochoroni hapo. Imala, dondoka nyokote. Imala, kokokose sitoke. Fufo hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Mazoezi yako kila siku, mazoezi hayaishi. Utakuja kuniua na hii hali jamani. Hapana mke wangu, wakati ulionao ndo wakati wa kufanya mazoezi sasa. Maana ukikaa sana pamoja utasababisha hata mtoto anayezaliwa hajikuwa mvivu. Basi twende, maana uking'ana jambo lako halishiki. Unajua sasa hivi ndo nakani play party mimi kama baba. Mwanamke mazoezi. Kuja kapita wale jamaa wale wasio na zamana wale. Mama kija mimba imempata mbebaji hiyo. Imala, dondoka nyokote. Imala, kokokose sitoke. Fufo hali, umenitema katinde. Mwezako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nikufanye hodari, utaniumiza. Kwetu kwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika. Kaka. Dada. Karibu. Asante. Za hapa. Nzuri, za nyumbani. Tunamshukuru Mungu. Dada, mimi nimekuja tu kuja kukusalimia. Maana nimeona si vema kupita bila kuja kukuona. Kutokana na unajua tena katikati pale kuna mambo yalitokea na nini. Tukawa tunashindwa hata kuwasiliana. Mwisho wa siku nikaona haya yote ni mambo ya kibinadamu na isitoshe sisi ni ndugu. Hatuwezi kufarakana kwa sababu ya vitu vya kupita. Kwa hiyo wakati nafanyisha mazoezi wiki yako hapo, nikaona si vizuri kupita bila kuja kukuona.
Hongera wifi yangu sana. Nashukuru sana wifi yangu. Nilikwambia lakini wakati wa Mungu ni sahihi kuliko nyakati zote. Hivyo ukiishi kwa kumwamini yeye, atakujibu kwa wakati. Niliishi kwa kumtegemea yeye, sikufikiria wala kuwaza kwenda sehemu yoyote zaidi ya kumwomba Mungu. Kwa hiyo namshukuru, maombi yangu kajibu, na hivi karibuni natarajia kuitwa mama. Nadhani furaha yako umeiona, uliokuwa ukihitaji kwa muda mrefu. Sawa wifi, mi naona tusameheane tu, yote nilokufanyia, yani naomba tu unisamehe tu. Kuhusu wifi yangu usijali, nimeshakusamehe muda mrefu sana, sina kinyongo hata na wewe. Hivyo kuwa na amani tu. Karibuni basi hata ndani kamkae. Hapana, sisi dada sio wakaji sana. Kwa hiyo bado naendelea kumfanyisha mazoezi. Unaona hali yake hiyo? Haya, sawa basi, karibuni tena. Asante. Wifi, karibu tena. Sawa dada, sisi acha tuende. Imala, dondoka nyokote. Imala, kukukosa sitoke. Unalewa nasumbua kweli. Baba, hebu mlete hapa. Au unamtaka baba yako wewe? Karibu tena. Karibia. Yaani leo si hata kama salala, maana hata kunyonya hataki, analia sindano na msumbua. Sindano zinasumbua sana. Sindano ya wapi? Ya bega au ya paja? Ya paja. Lakini ndio ukubwa huo, msipolala kwa sababu hata nyenyewe msumbua wazazi wetu hivyo. Au kama unachanganya mdomo? Mbona ukija kwangu unatulia kitu? Kwa hiyo mimi ndo nina mdomo jamani. Nanionea sasa jamani. Jamani mimi baba wewe. Baba wewe. Sana kuona yani kwamba hii furaha inaendelea. Naona sasa utakuwa mwisho wa mapendo yako. Mimi nitajua. Makosa kwa hiyo. Baba. Au mimi unachanganya mdomo leo? Nenda. Hebu mmesi. Wewe, hebu kelele hapa. Kelele. Haya, kulikoni? Ndio ukubwa huo. Sije kwa namsadiki shangazi yake wa mdomo. Sasa kwani tatizo liko wapi? Sindano na msumbano kimpa sana. Huyo ananiambia eti alisize mdomo wa shangazi yake. Sasa unataka alisiwa nani? Shangazi mdomo wake kwa nini? Hebu nyamaza bwana. Dada hiyo mipua ya kwangu. Una lolote? Fanana na mama yake. Anapenda kufanana huyu. Anapenda kufanana. Bado mdogo. Na kati ananifanana na mimi. Alafu bado mdogo, unajua kila anapokuwa anabadilika. Unajua kushangaa kwa inakuwa. Mwambie hebu usiji proud, bora anafanana na mama yangu. Yaani kiukweli. Sasa mimi jamani, mimi naona ni wapi. Ila yaani akiendelea kulia hivi, jamani hata sana hizo usiku nileteeni tu. Maana nyinyi hamjui kulea. Mmeona sasa mbona kwangu kanyamaza? Eti shangazi. Acha hapo nyamaza. Wewe. Imala, dondoka nyokote. Imala, kukukosa sitoke. Fufu hali umenitema katinde. Mwenzako sina raha, usiniache chonde. Si ulisema nisijali nkufanye hodari, utaniumiza. Kwetu kwani ukujali, mahaba umeyafunika. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah. Ukweli mimi sina kama wewe kisura, moyoni umeshika mapenzi nanogesha inshallah. Yako wapi mera pyare, yako wapi mama ge, mapenzi yako wapi, nimekuzoea. Yako wapi
tumepitia mengi, nikajipa imani sitokuja nijutie. Leo yako wapi?